nitakwenda mpaka chane za watu wanaonichukia. Leo hii kuna watu wanatembea kwenye rada ambayo dada yake ndio alitembea. Dada kabla ya kuolewa alizaa kwanza nyumbani. Kwa hiyo watu wakita Shetani anawasuia, anataka na wewe uzae kwanza ndipo uolewe. Bila kuelekeza neema ya Kristo Yesu anasema uzao na kizazi kinaanza baada ya ndoa. Hata msalabani ilikuwa hivyo, kizazi kinaanza baada ya ndoa yako. Hivyo ndivyo kinavyoanza. Kwa hiyo sikubali leo na sikubali sasa kutembea chini ya rada ambao baba yako alitembea, ambao mama yako alitembea. Jitahidi kujifungua leo, kwa kuwa vile yeye alivyo sivyo wewe ulivyo. Nikasema Mungu, kama umenipa watoto ndani ya hema yako, ndani ya hema, hawawezi kutembea chini ya rana. Haiwezekani. Watembea chini ya rana za baba zao. Haiwezekani. Alafu sisi tulio na macho ya kiroho tupo. Labda wewe umekubali. Unajua kuna watu wengine kule kwa sisi zamani ilikuwa wanasema, obrosi kwa sisi. Ndio obrosi kwa sisi. Oje mwana tu kufanya majabu akawarudika mimi. Jana ule unga mmoja ule mweupe. Jana sasa kule kwa sisi zamani wanasema, usawa ndio kisu. Ndio bako. Wacha kwa mweupe ndio kama miogo iliyoweka majini. Haiwezekani. Kwa hiyo uchawi watu wengine wanaenda mpaka kununua. Naenda kwa mganga hapa na kupandia roho. Naenda bila wangu ipo hivi. Utaona na maandiko yake. Kama unapata leo utaiona na hii. Lakini mimi leo nitakuja kukwambia sasa na unaanza kukatisha ile mlango unayotembea na baba na mama yako, ile damu inayotembea kutoka kwa mama yako, ile damu inayotembea kutoka kwa baba yako, alafu inakuja imebebelea vitu, alafu awe na vitu vyako, ile unakuwa na vitu vya shangazi yako, unakuwa na vitu vya baba yako, unakuwa na vitu vya bibi yako, unakuwa na vitu vya babu yako. Na mimi nakwambia iko neema ya Kristo ambayo ina uwezo wa kukutoa hapo. Kuna tofauti kati ya asili na damu. Asili maana yake ni habari za misimu, ni habari za ibada za makaburi, ni habari za makafara, kwenye habari za makaburi ya kweli. Hiyo inaitwa asili na misimu, ibada hizo. Na bila kuzungumza damu, ni mrogo wa damu ambao unatoka kwa baba na mama, alafu unaanza kutembea na yule mtoto aliyezaliwa kutoka kwa viuno vya ndugu na tumbo la huyu mama, alafu ile damu inaanza kufuata, inaanza kutembea, inaanza kuungana, inaanza kusafiri naye kila anapotembea tembea. Alafu hata watu walioko kwenye Biblia walitembea kwenye hiyo damu, wakiwafuata kina Daudi. Utaelewa kuna wakati Daudi anafika, anasema, anakiri kwa kinywa chake, anasema mama alibebea mimba hatiani. Nani alibeba mimba hatiani? Nani alibeba mimba hatiani? Alibeba mimba sio kwenye ndoa, ili ikuwa hatiani. Kwa wakati wa kubeba mimba hatiani, na alizaliwa mtoto hatiani. Alafu wakati amezaliwa hakuna aliyepata macho kiroho, na akazoea kwamba mtoto amezaliwa hatiani. Akaanza kubatilishwa ili hatiani ikatiliwa na kutakaswa kwamba mtoto hana kosa. Kwa hiyo mwenye kutembea hatiani, kwa kuwa waliopita hatiani ni baba na mama yake, mtoto hataki kutembea hatiani. Kwa hiyo anataka kutembea katika heri na neema ya Bwana, kwa kuwa siku alikotembea. Kwa maana anatakia kwanza kusema na watoto wako leo kwamba hataki kutembea kwenye damu ya kwako, unataka kutembea kwenye damu ya kwako ambayo Mungu amekumbia, baraka ambayo Mungu amekumbia, ndio unataka kusafiri nazo, ndio unataka kutembea nazo. Maana kama ukitembea kwenye damu ya baba yako, kwenye damu ya shangazi yako, kwenye damu ya bibi yako, sasa nikwambie, babu yako hakujenga nyumba nzuri, alijenga chumba na sebule. Utaishia kujenga chumba na sebule, kwa sababu ndicho unachotembelea. Hauna kilicho cha kwako. Kama dada yako alizaa kwanza shule, jipange na wewe kuzaa ukiwa bado uko shule. Kama watoto wako kama hawezi kutembea kwenye hatima ya kwao,
wanatembea kwenye hatima ulionayo. Walipozeza usichana wako ukiwa darasa la 5, wako atapata darasa la 4, kwa kuwa anatembea, kwa kuwa anaambiwa vya kulisi vinasidi, yeye atashuka, yeye ataondoka. Kama walipoteza usichana wako ukiwa form 1, mtoto wako atapata kwa primary school. Zipange kupokea mizigo. Kwenye hema hii, kama mtu atatembea chini ya laana za asili zinaweza kufuatilia damu kutoka kwa huyo anafumisha kama hivi, issue kama hivi, wala itegemei sana habari ya watumishi wa mambo yako, inakutegemea sana mwenyewe. Uanze kusema baba, uanze kujichunguza, anza kujiangalia, anza kuangalia kwa sasa hivi vile ambao yani kuna watu hapo wana damu ina umri mkubwa kuliko yani anaambiwa yani damu yake iko mbali kuliko umri wake mwenyewe. Kwa hiyo ndio maana hiyo ujiulize, kwa nini kadri sasa tunaendelea watoto wanakufa, watu wanakufa kabla ya umri wao? Lakini soma Biblia uelewe, unapoona Ibrahim alikufa miaka hii, wanaofuata chini yake ndivyo wanaoshuka, ndivyo wanaendelea kushuka. Kadri uovu ulivyoendelea, Biblia yake ya kuishi ilivyokatika.